Allah. Baba, kaka Makoti amekamatwa. Ndio wamemkamata kaka Makoti na hivi sasa na miezi 9 hayupo. Tafadhali baba, msaidie kaka Makoti. Nimesema nakuja. Leo hailali kaa bege hii. Nakuja. Naifat, kwa namna ambavyo nimemsikia baba yako, mimi naamini akija hapa itakuwa ni makubwa zaidi. Naishi na wewe, sija kutolewa kitu chochote. Wala wazazi wako sidhani kama wananifahamu. Na kuhusu masuala ya kaka yako Makoti, mimi mbona naweza nikasimamia na akatoka? Kwa nini sasa mzee aje huku? Kingine ambacho kinaniumiza kichwa Naifat, mzee akija atafikia wapi? Na mimi nina chumba kimoja tu hichi. Na kushauri Naifat, hebu mzuie mzee asije. Hivi una akili kichwani? Unachongea unaona sahihi? Huu ni muda wa kuniliwaza, wa kuniambia Naifat hivi, upange hivi, lakini sasa hivi unaanza kunigeuka. Unaposema kwamba baba yangu anakuja atalala wapi, unamaanisha nini? Na yuko njiani anakuja. Lakini Naifati, kwani uniamini kwamba masuala kakako naweza nikafuatilia? Kwani unamleta mzee? Mzuie. Shikamoo baba. Umeshafika? Halo. Nimefika jamani, sioni mtu. Mmeniambia pana duka kubwa huku, kuna geti la rangi nyekundu, nyumba imepakwa rangi ya uzurungi. Hapa hii. Duka, inaliona duka namba 14. Aha. Hapa dukani nisubiri. Haya. Msichelewe basi jamani, njaa inaniuma kweli yani. Haya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tata, anaitwa nani? Anaitwa Jamali. 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 Hebu mpe babu kidogo. Njoo mjukuu wangu. Njoo mara. Basi mjukuu wangu, basi. Shuko kwa babu jamani. Shika kidogo. Basi. Nenda kwa bibi. Basi mwanangu. Nampenda kweli mjukuu wake. Nikimwona mjukuu wangu nitafurahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Samani. Niko na mjukuu wangu pale. Hali yake sio njema sana kiafya. Nilikuwa naomba niazime simu yako, nimpigie mtu usafiri mara moja aje atuchukue tuelekee hospitali. Hakuna shida mzee mwenzangu bwana. Pole sana, hakuna shida.
Hakuna shida yoyote. Ngoja nikutolee password. Pole bwana. Kifua hicho. Piga tangawizi bwana. Tena mimi nazo nyingi kweli, nimesahau tu kubeba. Sikujua kama watu wanaumwa kifua huko. Abdalla bin Juma. Mimi niko kwenye hili duka hapa nakusubiria wewe tu muda wote. Sawa, sasa sikiliza, wewe njoo hapa. Tacha. Ngoja naongea na mtu usafiri anakuja sasa hivi. Sawa. Kuja sasa hivi baba anaitwa usafiri. Hapa karibu na kwenye hichi kiduka. Abdalla. Niko huku, umeniona? We, Abdalla. Mimi nipo kwenye hichi kichochoro, na maana unione. Kwani wanamwita nani tena? Kwani wanamwita nani tena baba yako? Kwani wanamwita nani tena? Kuna watu wanakuja kunipokea na tegemea hiyo. Hii mama empty. Bana. Wewe nani baba? Wewe mama. Yule mzee ambaye alikuwa anacheza na mjukuu hapa, mwambie niletee ile simu kwa sababu wenyeji wangu wananifuata na simu kaondoka nao yeye. Na hapo simuoni. Baba unanichanganya. Mimi kwa yule mwenyeji wangu mimi yule. Jamani, sikaje hapa kama mmeongea kama wewe usijue mjukuu wake kambembeleza, unakataa? Mimi simfahamu. Umfahamu vipi wakati simu yangu imechukuliwa? Mimi mwenyewe simfahamu, kama ulivyokuja hapa mimi sikufahamu. Yeye mwenyewe hivyo simfahamu. Kaja hapa ananiambia ameisalimia mtu kama hivyo ya. Dada, usijiingize kwenye utapeli. Serikali yetu iko madhubuti, ina kamata hao tuma kwa namba hizi matapeli ambao wanatembea na wanawake wazuri na watoto alafu wanaibia watu. Nitakushtaki sasa hivi, nitakutia kelele za mwizi. La sivyo naondoka na mtoto. Baba unajua unanikosea sana. Wewe pia unanikosea. Ni tapeli sio tapeli. Wewe ni tapeli kwa sababu mimi natapeliwa, wewe unaona kumbe unajua kinachoendelea. Vipi jamani? Kwani ndio anakukosea? Na nini kwani hapa? Yaani dada, mimi nimekaa pale nazungumza na nyinyi, kaja mwenzie hapa, tapeli mwenzie mzee tena mtu mzima kunishinda mie. Kaongea amechezecheza na mtoto, kaja kaniazima simu, kakimbia na simu yangu. Alafu ananikosea sana babako, unajua anaponiita mimi tapeli. Imekwaje sasa jamaa? Mimi nimesimama zangu hapa na mtoto, baba katokea hapa kanisalimia, kaniuliza vipi nasubiri usafiri. Katoka hapa kaenda kumwazima pale. Bana ni tapeli tu, ana sauti nzuri lakini ni tapeli. Wewe una sura nzuri na sauti nzuri, tabia yako mbaya, utakufa mapema. Utakufa vibaya. Alafu babangu, naomba tuheshimiane. Basi dada. Jamani, yani niibiwe, ambapo pia nimeheshimu. Mawe yako wapi hapa? Mwizi! Mzee sikiliza. Umetapeli. Ujue hapa ni mjini. Kwa motion yote ulionielezea wewe hapa. Yaani hapo mzee tayari ushapigwa. Mayo. Yaani hapo tayari ushapigwa. Sisi twende nyumbani tusijaze watu. Mwache tu dada watu endelee na shughuli zake. Kusema kweli yule mzee alionibia yule nimemaki sura. Haiishi mpaka ishi, shamkrem. Na sichojua Mario aliimba, sisi ni people, tutakutana tu. Hakuna namna nyingine. Amenirudisha nyuma kweli kweli. Na kinachoniuma sio ile simu, majina aliyokuepo mule. Na yapata wapi? Majina yote nimepoteza, naanza upya sasa. Ujue mzee, watu wa namna ile wako wengi sana. Lakini pia hichi kilichotokea ni kama changamoto tu huku mjini. Mimi nikuishe tu kukuambia karibu sana. Lakini pia kama unavyofahamu sisi vijana chumba chenyewe ndio hicho kimoja, lakini mambo tu yatakaa sawa. Hamna shida, mimi hapa kikubwa dawa ya mbu ile ya kupaka tu, hata hapa nje na bwaga. Mama huyo. Karibu. Asante mwanangu. Jamani, mambo mazuri alafu amsemi. Kumbe ushajifungua mama. Sasa umepata bahati ya kujifungua. Baba yako nipo. Ulishindwa kitu gani kunipigia simu kuniambia kwamba umepata mtoto wa kike ama wa kiume ili nikatoa jina?
Huo ni utamaduni wa ukoo wetu. Shida mkija huko mjini mnaiga mambo ya mjini, majina ya kurithi. Mtoto anaitwa Chuck Norris, mtoto amna unamuita Platinum. Haya, Platinum wa wapi? Lakini ungepiga simu ningekwambia tuna majina yetu. Kuna kina Chituntu, Havijawa, Havijakuwa. Haya, mtoto wa kike wa kiume mwanangu. Baba, mtoto amefariki. Mbele yake nyuma yetu. Aisee, pole sana bwana. Ujue mzee, ni kweli alibahatika kujifungua salama, lakini mtoto alifia tumboni. Asa mambo kama hayo mnaniambia. Ndio maana kuna mambo ya simu. Hata kama sina kikubwa, ningetuma sanda yangu au ningefika. Kiukweli bwana, umepata mtihani mzito. Kwa sababu mwanamama unavobeba ujauzito, miezi 9 ile unategemea upate mtoto. Ikitokea mtihani kama huo, na ndo mara ya kwanza, aisee, huo ni mtihani. Pole sana. Wewe kijana, hebu look at me. I remember you. Shakukumbuka. Wewe si ndo ulimbaka huyu? Si ndo wewe ulimbaka huyu? You bastard! Ndo wewe. Yaani unambaka binti yangu, alafu unakuja. Tulia au linogewa na wewe? Tulia sasa. Yaani leo. Baba nisikilize. Nisikilize kitu gani? Nisikilize kitu gani? Kitu gani ndo niambie hapa? Wewe, takufunda. Mimi nishaongea naye. Na muda si punde sasa hizi atakuja. Ninachokiona labda Naifat ajiandae ili mwenzie akishafika waweze kaenda kuishoti. Hakuna shida bana. Si unajua masuala ya mjini haya. Mimi ni mwanajeshi na kabiriana na jambo lolote lile. Tutalala tu. Karibu. Shikamoo. Marahaba mwanangu. Karibu sana. Baba, huyu anaitwa Shuu. Kuhusu taarifa za kaka Makoti, zote huyu anazijua. Haya Shuu, kilitokea nini? Nataka unieleze juu ya kijana wangu Makoti. Nafikiri nilishamweleza kila kitu. Kwamba Makoti alikamatwa na sababu iliyompelekea akamatwe ni kujifanya askari na kutapeli watu. Mambo ya utapeli yote yani nayajua. Yani hapa ninachokitaka tunaanzia wapi? Nimuone nani ili niweze kumfikia kijana wangu? Mtu ambaye alikuwa anaweza kutupatia sisi msaada kwa haraka alikuwa ni Mkango. Mkango? Huyo Mkango tunampataje huyo? Sasa hivi nataka nimuone huyo Mkango kwa sababu nina jambo naye zito. Mkango yuko wapi? Twende. Hakuna cha kusubiri. Twende kwa Mkango. Subiri kwanza nikuelezee. Kwa sababu Mkango na Makoti issue ilikuwa ni moja. Alivyokamatwa Makoti, Mkango pia akakamatwa. Umeshanielewa? Pesa sio tatizo jamani. Mimi nina mashamba. Naweza nikauza mashamba yangu na kupeshika, mimi nadhaminika. Nikauza ardhi zangu tukaje tukamtoa kwa gharama zozote. Msiwe na wasiwasi. Mimi kijijini jamani ndo nina ng'ombe wa maziwa peke yake ambaye anatoa maziwa ya unga. Shuu, mzeni babangu akiwa hajatumia zile dawa zake za kienyeji waga mashetani yake anapanda. Ati nitafuta Sawa. Kwa hiyo tunafanyaje? Nafikiri kuna mtu ambaye anaweza kutusaidia sisi tukampata Makoti. Anaitwa Baba Yaga. Huyo anaweza kutufanyia sisi utaratibu wa kumpata Makoti kwa haraka. Okay. Atafutwe huyo apatikane. Mnikutanishe naye huyo. Mimi nimekuja kwa ajili ya hilo jambo tu. Nimekuja kwa kazi maalum. Narudie tena. Pesa sio tatizo. Tatizo ni kumtoa kijana jela, sio kuzuri bwana. Wewe unakaa sehemu ukiangusha sabuni uokoti. Wewe unaelewa, wewe unaelewa wewe. Wewe unanielewa vizuri. Lakini mzee, mimi naona sasa ni muda sahihi
kwa Naifat ajiandae sasa ili mwenzie amchukue waweze kwenda, lakini pia nikutembeze tembeze katika mji, si unajua tena ujue mji uko vipi. Ni kweli. Maana miaka mingi kweli vitu vimebadilika. Hakuna vitu na hamnavyo. Na hamu ya kupanda ile mabasi ya mwendo kasi. Nipande tu lile tuzurure huko Kimara Feli. Alafu kuna hiyo treni ya mchongoko hiyo ya mwendo kasi hiyo. Nayo pia sijawahi kuipanda. Maana unajua ninapotokea na treni ile haipo. Kwa nipakizwe tu pale station nikashushwa hata Pugu. Nione mle ndani kitu gani kinafanya ile treni linakimbia. Baba. Si tunaenda.